ndo Yanga. Hii ndo Yanga. Unaizungumziaje ugumu wa ratiba na wepesi uko kwa namna gani? Maana kila mmoja sasa hivi anashusha vyuma tu. Kwanza ratiba nimeiona. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa mara nyingine tena. Tunakwenda msimu wa 26 27 ikiwa ratiba inapangwa ninaiona. Kwa sababu Mungu ndio kila kitu ambaye anasababisha kila kitu wewe ukione. Kuna wengine sasa hivi wagonjwa, wengine sasa hivi wanakaribia kwenda kuzikwa. Lakini na imani mimi kama Chamunda nimeona ratiba ya MBC imetoka na nimeona timu yangu pendwa ratiba yake jinsi ilivyopangwa. Mchezo wa kwanza nakwenda Majaliwa Stadium Ruangwa, tunakwenda kutafuta alama tatu za kwanza kabisa. Kwenda kuperusha bendera ya Yanga Afrika kwa tunaletea taji letu. Na imani kila mmoja ratiba ameiona. Sisi kama Yanga hatujawahi kuwa no doubt na ratiba. Ratiba itavotoka ndio tunavyoipokea. Tumepokea ratiba jinsi ilivyo, tunakwenda kupambana katika mchezo wa kwanza ambao tunaenda kucheza Ruangwa. Na imani hatujajua kwa sababu tushaenda kwenye usajili tena. Uwezo kuzungumzia na Mungu kwa sasa kwa sababu uwezo kujua imeandaa timu gani katika msimu unaokuja. Lakini na imani timu yangu kubwa Yanga Afrika inafanya usajili mkubwa, tunakwenda kuanza ligi tukiwa mkoani Ruangwa, mkoa wa Lindi. Mashabiki wa Simba watakuwa wanasafiri kuelekea Bukoba. Sema Simba itakuwa inasafiri kuelekea Bukoba. Mashabiki wa Simba hana kaida ya kusafiri na timu yao. Kipo kikundi cha watu wachache kama 10 ndio ambao wanasafiri. Yanga Afrika wanaweza kusafiri na timu yao. Unapozungumzia kusafiri na timu yao, unaangalia ule msafara, una gari ngapi? Au ukifika kule mkoani unaona gari ngapi? Wewe mwenyewe mwandishi unasafiri na hizi timu. Lazima muwe wa kweli. Kuna timu ambazo zinasafiri na mashabiki na kuna timu ambazo zinasafiri na machawa. Sisi Yanga Afrika tunasafiri na mashabiki wote. Hao na wataja wao wanasafiri na machawa kila msimu. Mimi nina imani sisi wenye Yanga yetu tumerudi kwenye burudani na kwenda kuangalia msimu bora kabisa ambao unakuja mbele yetu. Viongozi wanaandaa timu ambayo kwenda kushindana. Leo timu inaingia kuna medical check up kuja kuangalia wachezaji wameamka kwenye afya zao. Tunakwenda kuanza kambi rasmi kesho tarehe 21 ili Yanga Afrika ije kupambania taji la 6. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kila kitu kinawezekana na imani viongozi wamejipanga, wanachama tunajipanga, tunakwenda kuchukua ubingwa wa 9 wa 6 bila shida yoyote. Cha msingi muwaulize, ratiba wameikubali? Tusiende kwenye kati ya msimu wakaanza kusema ratiba Yanga wamependelewa. Na imani ratiba imepangwa na mashine kama hivyo wataka wao, walikuwa pangi mtu binafsi. Mkawaulize viongozi wa Simba ambao walikuwa wanasema sisi tunapendelewa kutokana na ratiba na muda. Sasa mkawaulize, je, hii ratiba itawafeva? Waandae timu, Azamu waandae timu, twende tukashindane katika msimu ambao unaokuja, yani aje kuonekana bingwa katika ligi ya MBC. Kila mmoja ameandaa timu yake na kila mmoja anaingia kambini rasmi. Simba wameingia kambini jana moja kwa moja na wachezaji wamefanywa check up, na leo tunashuhudia Yanga moja kwa moja wanaingia kambini kujiandaa kwa ajili ya msimu wa 26 27. Nimemsikia afisa habari jana anaongea kuhusu Yanga Afrika, tunakwenda kufanya vipimo vya wachezaji wetu leo kwa sababu tuliwaacha katika ndani ya wiki 2 au 3. Uweze kujua mchezaji katika matembezi amepata madhara gani, anarudi kwenye ubora gani au kwenye hospitali gani. Lakini kambi rasmi ya Yanga Afrika inakwenda kuanza kesho tarehe 21. Hapa ndo mwalimu anakwenda kufanya sasa challenge yake kwa wachezaji. Na kila mchezaji anakwenda kuonyesha kitu gani anacho ambacho kumuonyesha mwalimu kwamba mimi naweza kuisaidia Yanga Afrika ili Yanga ijayo iwe bora zaidi. Hakuna asiyojua. Yanga Afrika mwaka huu tumechukua ubingwa lakini katika mazingira ambayo yapapatu sana. Kwa hiyo lazima tuwe na timu bora msimu tunakwenda kucheza, lazima tukae na timu ambayo ya ushindani, tunakwenda kuandaa timu ambayo haitakuwa na pressure. Kama Yanga ile inarudi ile ambayo kile dakika 90 unaangalia goli zinakuwa ngapi. Sio goli Yanga inashinda muda gani. Tunataka Yanga ile ambayo Yanga inashinda goli ngapi. Hatutaki ile Yanga tunakaa tunauliza goli itafungwa muda gani. Nadhani msimu uliopita ulikuwa mgumu kwetu, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tukapambana, tukashindana, tukaenda kuchukua ubingwa wetu wa 5 mfululizo, tunakwenda kutafuta ubingwa wa 6. Ni wazi sasa ni ligi ni ngumu na ugumu wa ligi unatokana na ratiba jinsi ilivyo. Ratiba haina kupumzika hata kidogo. Yaani unapiga. Mimi nadhani ratiba, ukizungumzia ratiba, sisi ambao tulikuwa hii ratiba ambayo imekuja sasa, sisi kama Yanga Afrika kweli tutakuwa na wasiwasi nayo. Kwa sababu msimu uliokwisha kila mmoja aliona. Tulicheza mechi 5 ambazo kila baada ya siku 2 tunacheza. Mwisho wa siku mechi tukatoka tunapoteza alama, lakini Yanga hatukuteteleka. Tulisimama kwenye ubora wetu, tukaipambania klabu yetu, na michezo ambayo tulifanya vibaya, ndio tulifanya vizuri. Kwa hiyo sisi ratiba kama Yanga Afrika hatutoizungumzia chochote. Kwa sababu hii ratiba ya wote ndio wanapokuja kila mmoja aandae timu yake ili msimu unaokuja kila mmoja akapambanie timu yake na tuache visingizio ambavyo visiokuwa na msingi. TFF wametoa lumu mzuri kwenye timu yenye uwezo isajili wachezaji mpaka 40. Sasa sijajua wachezaji 40 wale mkatuulizia waandishi. Wachezaji 40 wale wa kimataifa
au wa ndani. Na maana pale kwa wachezaji 12 tunaongeza wachezaji wengine au wa ndani wa wengi afu tuwateka kwa 12. Wachezaji wa kimataifa ni idadi ile ile, ila wachezaji wa ndani ndo mmepewa rumu pana sana. Basi kama ndio tubaki wachezaji 30 wale wale. Mimi ukizunguka kama wachezaji wa ndani tuliokuwa nao tutakwenda nao wale wale, kwa sababu wachezaji 10 wa ndani bado unakwenda kuchukua timu gani? Sababu sio ujazo wa wachezaji. Chukua wachezaji ambao wana quality ambayo tuliokuwa nayo Yanga sasa hivi. Unajua Yanga ilipofikia sasa hivi mchezaji ambaye ajitumi hata kama utamana na uwezo anakuwa mchezaji wa kawaida. Kama hesabu iko vile tubaki na 30 wa kimataifa 12, viongozi wetu watulie, watafute wachezaji ambao wana quality kubwa ambayo wanakuja kuisaidia Yanga Afrika kwenda kuchukua ubingwa wa 6 mfululizo na kwenye mashindano ya kimataifa tufikie katika hatua ambazo tunazofuata. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu najua viongozi wetu wamekaa chini, wametafakari, wameangalia kitu gani cha kufanya ili Yanga timu yetu iwe bora kwenye msimu huu na tunakwenda kuwa timu bora zaidi katika msimu ambao 26 27.